Haleluya, haleluya, watu wako, haleluya, watu wako, haleluya, watu wako, haleluya, watu wako, haleluya, haleluya. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele, haleluya, 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 amen. Muda wetu umekimbia kweli kweli. Nani ameonewa leo? Nani ameonewa hajafurahi? Nani ataondoka sema kwa kweli ule mkutano nilienda tu, lakini sikupata nafasi nzuri ya kujiachia. Jamani, kwa kweli ningepata nafasi. Nani mimi nimpe nafasi ya upendeleo? Nyosha mkono. Haleluya, haleluya. Amen. Kumbe wote tuko vizuri, amen. Basi wakati huu naomba nisimamishe wachungaji wote waliofika mahali hapa. Wachungaji, naomba wafika hapa mbele mara moja. Wewe ni mchungaji, ruka 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 ruka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio, hawa ni wachungaji. Yes. Hii miguu iliyosafiri kutoka mbali imekuja kubariki nchi hii. Pigia Yesu makofi, haleluya. Wapigie makofi, haleluya. Wapigie makofi, haleluya. Pigia Yesu, haleluya. Haleluya. Ni mzuri kama nini miguu yao wapeleka habari njema. Hawa ni watumishi waliopakwa mafuta na Bwana. Wamekanyaga ndani ya mji huu, ndani ya kijiji ya kitongoji hiki cha Kisa cha Pembe, kwa sababu ya mji umebarikiwa kwa jina la Yesu. Vifungo vimeondoka, magonjwa yameondoka, makosa yameondoka, waganga na wachawi mapepo yao yanaharibika kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu anatawala, Yesu anatawala, Yesu anatawala, kwa sababu miguu yao walioibeba habari njema. Wamekanyaga kichwa cha tembo. Sasa ni Yesu anatawala kwa jina la Yesu aliye hai. Piga makofi, haleluya. Ndio. Na iwe shangwe, na iwe shangwe. Na iwe shangwe, na iwe shangwe. Anaweza yote. Mungu abariki watumishi wa Bwana. Mungu abariki watumishi wa Bwana. Haleluya. Somo moja tu. Mstari kitabu kile cha Joshua sura ya 6. Sura ya 6 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala mtu aliyeingia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema basi Yeriko ni mji uliokuwa umefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hakuna mtu aliyekuwa anatoka ndani ya Yeriko wala mtu aliyekuwa anaingia ndani ya Yeriko. Maana yake ulikuwa umefungwa kabisa, wasiingie wana wa Israeli.
Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana nilikuwa naongea habari za Yesu kuwa yeye ni nuru ya ulimwengu. Nikaongea maneno haya, nikasema hivi. Nikasema kwamba unaweza ukawa mchana kwenye mwanga, lakini uko gizani. Yesu akiingia kwenye maisha yako, Yesu anakubadilisha, unakuwa nuru. Nisikilize, mwanga peke yake hautoshi, ila nuru ndiyo inayotosha. Haleluya! Yesu Kristo ndiye nuru. Nikasema unaweza ukawa usiku gizani, giza la usiku kama wakati, lakini bado unatembea kwenye nuru. Tukawa tumeangalia hizo habari kwa kina sana, lakini leo Bwana tena ametaka kutufundisha kitu hapa. Haleluya, haleluya. Anasema mji wa Yeriko ulikuwa umefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Watu waliokuwa ndani ya Yeriko walikuwa wamefungiwa ndani. Hakuna aliyekuwa anaweza kutoka ndani ya mji, wala hakuna aliyeweza kuwa anaweza kuingia. Kwa sababu nini? Ulikuwa umefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Nataka nifafanue jambo hili vizuri asubuhi ya jioni ya leo. Tunaposema wana wa Israeli, hawa ndio ambao wameibeba nuru ya Kristo. Hawa ndio waliombeba Mungu kwenye maisha yao. Lakini walipokuwa wanatoka kwenye nchi ile ya Misri, wakati wanaingia kwenye nchi ya ahadi, walifika mji mmoja unaoitwa Yeriko. Sasa pale ndipo mji ambao Bwana alikuwa ameahidia vitu vyao vingi pale. Lakini Biblia inatuambia kwamba mji ule ulikuwa umefungwa. Wana wa Israeli kwa leo tunaweza tukawaita ni wale waliookoka, waliombeba Yesu moyoni mwao. Maana wana wa Israeli ndio waliokuwa wamembeba Yesu maishani mwao, walikuwa wamembeba Yesu kwenye safari yao. Yesu aliwatetea hata walipokuwa utumwani. Yesu alikuja kuwatetea hata walipokuwa wameenda, walikuwa wanalia. Yesu alisikia kilio chao, alikuja kuangalia, awaondolee mzigo, awaondolee msiba, awaondolee mateso, awaondolee huzuni. Walipopiga kelele wakasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, uko wapi Bwana? Yesu alisikia, kwa sababu aliposikia hata maadui zao walipopanga vita kwa ajili ya kuwashambulia wapate kuwaua na kuwaangamiza, walimwita Bwana wa majeshi, Mungu akaye mbinguni. Alishuka na kuweza kuwatetea. Hata pale walipopita katikati ya bahari, watu wakafikiri kwamba hapo wameshaingia kwenye maji, hawana ujanja hapo. Sasa wameshaingia kwenye maji, hayo maji namna yalivyo hawawezi kupona, tuwafuatilie hapo hapo kwenye maji ili tupate kuwaangamiza. Nataka nikwambie, nisikilize vizuri, walipofuatia kwenye maji, yuko Mungu anayezuia maji kwa ajili yao, lakini Mungu anazuia maji kwa ajili yao. Tunapopita kwenye maji mengi hatutaangamia, kwa sababu ndiye Bwana na mlinzi wetu na msaada wetu na wokovu wetu na nuru yetu. Hatutaangamia maadui zetu, hao ndio watakaoangamia kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Wakati watu hao wanatembea pole pole, watu walifikiri watu hao wataenda kuishia pale kesho. Hata tulipoingia ndani ya mjuru, wengine bado wanafikiri tutaacha kesho, wanafikiri tutakoma kesho. Nataka nikwambie, ndani yetu yuko Mungu, hatukomi kesho, hatuachi kesho, wala tusini kesho. Tunaendelea kila mahali tulipokuwa na giza, kila mahali tulipokuwa na kifungo. Kifungo kitaondoka, tutapita wote kwa jina la Yesu. Wanaomwamini Yesu kwamba watapita, wamshangilie Bwana kwa shangwe na vigelegele. Haleluya, 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 haleluya. Sikiliza vizuri mwanangu, walipokuwa wanatembea na kwenda safari yao, mtu mmoja
mmoja, kwa wale wanaosoma Biblia wanajua, kuna mtu mmoja alikuwa ni mchawi sana, alijulikana kwa jina la Balaamu. Yeye siku moja akajifanya kwamba ni mjanja, anataka wapige awaloge wale waliobeba jina la Bwana. Akamwita mtu mmoja anaitwa Balaki kwamba njoo nilaanie watu hawa. Balaki alipopiga matumbuli yake, alipopiga materafi yake, ndani yake akaona, akasema watu hawa walogeti ndani yao na mwana wa Mungu. Yesu Kristo imebeba wokovu juu yao. Watu hawa walaliki. Nataka nikwambie watu wasiolalika waliobeba jina la Yesu, washangilie Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Silaha kinini? Tangaza silaha kinini? Sema sipigwi mimi. Sema sipigwi mimi. Sema sishindwi mimi. Ninashinda siku zote kwa sababu ndani yangu yuko Bwana wa mabwana, yuko Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, yuko Yesu Kristo. Yeye anipigania. Haleluya, haleluya. Ndio wakaanza kutembea, wanatembea kidogo kidogo, wanatembea kidogo kidogo. Wale watu wa mji wa Yeriko waliosikia kwamba hao watu wanakuja, hao watu wanapita, watapita kwenye mji wetu, wakafunga milango, wakaweka mipaka kwenye nchi yao, wakaweka mipaka kwenye kijiji chao, wakafikiri kwamba wakafikiri kwamba watawaweza. Lakini nataka nikwambie, dakika ile Bwana aliporuhusu, ile dakika waliofika kwenye mageti yao, walishangaa mageti yaliyofunguka na wana wa Israeli wamepita. Kama vile mageti yaliyofunguka, mageti ya nchi ya kutoka Kongo funguka. Tayari tuko ndani, tayari tuko ndani, tayari tumeingia, tayari tumebeba Yesu. Amebeba afya, amebeba uzima, amebeba ponyaji kwa ajili ya hali yetu, kwa ajili ya watoto wetu. Amebeba baraka kwa ajili ya wananchi, kwa ajili ya Yesu Kristo. Haleluya. Watu wakifika tembo, mnaogopa tena bado? Mnaogopa? Mnaogopa? Tuogopi. Sababu kwetu yuko Bwana. Sema tuogopi, kwa sababu kwetu yuko muumbaji wetu, kwa sababu yuko Bwana wa majeshi. Haleluya, haleluya. Ndio, sikia, wakatengeneza mipango kwamba hao watu wasiingie kwenye mji wetu, wasiingie kwenye mji wetu, wasiingie kwenye mji wetu, wasiingie kwenye mipaka yetu. Wakafunga. Sikiliza nikwambie, watu huwa wanafunga maisha ya watu, watu huwa wanafunga milango kwa sababu wanajua umembeba Yesu. Kuna ajenda zimetengenezwa, wewe funga ili usiingie, na wewe usifanikiwe, na wewe usione raha, na wewe usione lile kusudi aliloweka Mungu ndani yako. Lakini nataka nikwambie, saa ya Bwana imefika, saa ya Bwana imefika. Yaliyofungwa kwenye maisha yako, yaliyofungwa kwenye nchi yote yanafunguka. Njia inatokea, njia ya wokovu imetokea. Bwana anayetengeneza njia jangwani, njia imetokea. Anayetengeneza njia baharini, njia imetokea. Yesu Kristo, njia imetokea. Haleluya, haleluya, haleluya. Tulipotaka kuja hapa, wanatuambia ule mji hauna maji. Sasa mtapelekaje injili wakati hakuna maji? Wao hata waliposikia kwamba wameng'ang'ana wanakuja, wao wakasema maji watapata, lakini tuwapandishie bei. Tunaye Mungu mwenye akili kuliko akili zote. Tunaye Mungu mwenye akili kuliko akili zote. Ametutengenezea njia Bwana. Maji sio kikwazo, maana Bwana upasua maji watapita. Maji ya kunywa tu Bwana anayo. Haleluya, haleluya, rimandasata rokokoshata. Haleluya, haleluya.
maji ili wasipite hapa, wasije wakamleta huyo Mungu aliyembeba. Nataka nikwambie huyo Mungu tuliyembeba, yeye azuiliwe na chochote, yeye apingiliwe na chochote, ashindwe na chochote. Akiamua kupita anapita kama alivyopita, hata kama walikuwa wamefunga, hata kama walikuwa wamefunga mageti yao yanafunguka, na Yesu tayari yuko ndani ya kichwa cha tembo, anahubiria na madhabahu yake ni kubwa kuliko kichwa cha tembo. Madhabahu ya Yesu ni kubwa kuliko kichwa cha tembo. Yesu ni mkubwa kuliko kichwa cha tembo. Wasikutishe eti hapa ni kichwa cha tembo. Tumemleta Yesu ni mkubwa kuliko kichwa cha tembo. Piga kelele kama hiyo umeielewa. Piga kelele kama Yesu ni mkubwa kuliko kichwa cha tembo. Yesu anatawala kuliko kichwa cha tembo. Tumemleta Bwana wa Bwana. Yesu ni mkubwa kuliko kichwa cha tembo. Anahubiriwa, anaokoa, anahubiriwa, anainua, anahubiriwa, anaondoa laana, anahubiriwa, anaondoa mateso kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Kama natembea kwenye mji nilikuwa naangalia, nikiangalia vizuri naona mji kama ule mji wa Yeriko. Ukiangalia, sikiliza, kwa mara ya kwanza Tanzania mimi nafika kwenye kijiji ambacho hata nguzo ya TANESCO sioni. Kwa mara ya kwanza Tanzania. Sikiliza, nilimwambia jana nikasema hivi, mnaweza mkao kwenye mwanga lakini hakuna nuru. Tuko sawa sawa? Haleluya, haleluya. Kama hakuna nguzo ya TANESCO inayoonekana hapa, maana yake mji umefungwa, watu wakae gizani totale. Unga ipo na mwanga upo, lakini kwa sababu Yesu amekuja, kanisa la Bwana tumeleta Yesu hapa. Nataka nikwambie, tangu sasa ninapoongea maneno haya, mtaanza kuziona nguzo za TANESCO zikianza kukatika kwenye mji. Yesu aliye hai asema Bwana. Kwa mara ya kwanza kabisa, naomba leso yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara ya kwanza mimi Tanzania hii ninaingia mji, naingia kijiji ambacho sioni nguzo ya TANESCO. Mji umefungwa kweli kweli. Haleluya, haleluya. Tena umefungwa vibaya, alafu wakauita kichwa cha tembo. Wana maana yao. Ndio maana waambia tumemleta Yesu aliye mkubwa kuliko kichwa cha tembo. Tangu sasa mabadiliko na maendeleo ambayo wengine wanayafaidi, hata kichwa cha tembo wenyewe wataanza kuyaona. Haleluya, haleluya. Sema tunafungua hilo geti. Sema nalifungua. Watumishi wa Bwana simameni tuifungue hilo geti la umeme kwa jina la Yesu. Simama kama unaweza. Sema tangu sasa tunalifungua na kulibomoa hilo geti lilozuia umeme wa TANESCO kupita kwenye mji wa kichwa cha tembo kwa jina la Yesu. Sema hilo geti tunalibomoa kwa jina la Yesu. Sema tunaifungua mbingu. Sema tunaifungua nchi. Imebarikiwa na Bwana. Laana imeondoka, mateso yameondoka, giza imeondoka, mwanga unaingia na nuru inang'aa kwa jina la Yesu. Tangu sasa umeme wa Tanzania utapita na hapa na tembo watapata umeme kwa jina la Yesu.
Ndio, hiyo usishangae. Sikiliza nikwambie, unaweza ukashangaa hiyo. Biblia hivi, waliokaa kanisani nuru imewazukia. Kama imewazukia hiyo nuru, maana yake wanashangilia, wana raha moyoni, wanaweza kujiachia, wengine kujiachia kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Eti kwa mara ya kwanza, nisikilize vizuri, kwa mara ya kwanza mji umefungwa kama ule wa Yeriko, watakatifu wasiingie. Alafu kwa mara ya kwanza napita kwenye mji ambao sijaona bomba yoyote inayopitisha maji, au sijaona kisima chochote cha kuchimbwa ambacho watu wataenda hapo wananunua maji kwamba ni maji yamechimbwa kitaalam. Sijaona hicho kisima, na mimi nataka nitangaze kwa jina la Bwana wa majeshi, nchi iliyobarikiwa kwa jina la Yesu. Tunafungua nchi, yale maji yaliyofungwa, haya mageti yaliyofunga maji, haya mageti yaliyofunga wanaoleta maji, haya mageti tunayabomoa kwa jina la Yesu. Tunayabomoa kwa jina la Yesu. Tangu sasa watu wanaishi kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Nisikilize vizuri, unaweza usinielewe sawa sawa. Unaweza ukasema mbona mchungaji aongea habari ya magonjwa na mapepo? Injili tuliyoibeba haijashughulikia mapepo tu. Mapepo tunayakemea kwa jina la Yesu, yanaondoka. Lakini Bwana ametupa kumiliki na kutawala juu ya uso wa nchi, na kila tutakalotangaza linakuwa, na kila tutakaloona kwa Bwana linakuwa, na mambo yanayotangaza leo yanakuwa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Lile geti lile, lile lango lile lililozuia maji, lililozuia maji kwenye kijiji hiki, kwenye huu, kwenye mtaa huu, hilo geti hilo, sema tunalibomoa, sema tunalivunja, sema tunateketeza. Linaondoka hilo geti la kichawi, hilo geti la wakuu wa giza, geti la mapepo linalozuia mkono wa Bwana. Hilo ni geti hilo, tunalivunja, tunalibomoa kwa jina la Yesu. Tunafungua mlango, tunafungua mlango, tunafungua mlango, tunafungua mlango. Maji yanatokea hapa. Kama wataleta maji kwa njia ya bomba, wataleta maji kutoka chini, kutoka chini, na watu watashangilia, watapata maji yaliyo safi na salama kwa jina la Yesu. Ndio, tutapata maji safi na salama kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asema Bwana wa majeshi. Hii ni sauti yenye mamlaka kutoka mbinguni. Imeamuria baraka kutoka mbinguni ije ishuke kwenye mji kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Eti sikiliza, watu wa mji, watoto wenu wasoma, hakuna haja ya kuweka shule. Hebu angalia tu, angalia hivi hilo bonde, angalia. Kweli programu ya shule haipo kweli. Haleluya. Kazi ya Yesu ndio hiyo sasa. Haleluya. Watoto watatembea tena mbali mrefu, watalipewa shule hapa siku si nyingi. Maneno haya yameweka kwenye kumbukumbu zenu, maana ameandikwa kwenye anga, kwenye nchi kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Hivi kweli bonde lote hili, wakati sehemu nyingine, shule nyingine iko hapo, nyingine iko hapo, mpaka wanabanana, wengine wanasogea huko kidogo, wengine wamesogea huko kidogo. Nisikilize, lazima sasa masikio yawe uke, maana nuru ya Bwana imekuja, shule inakuja tena kwa jina la Yesu. Hapa wewe mnaenda kutibiwa wapi?
Kwa hiyo watu wanakufa tu ovyo, hawana msaada. Haleluya! Eti mji umefungwa, hakuna matibabu. Hii sio sawa. Haleluya, haleluya! Yesu amekuja kuwaletea watu mahitaji yao, na hizo hospitali pia zitajengwa hapa kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya, 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 haleluya! Ndio, 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 ndio! Haleluya, 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 haleluya! Ndio. Eti kwa kweli watoto wetu wanasoma wapi? Wanasoma wapi? Changamka. Wanaamka saa ngapi? Wetu wamefunga kwa kichwa cha tembo? Hapana, Yesu amekuja, yeye ni mkubwa kuliko kichwa cha tembo. Mahitaji yote kwa watu wake kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Eti watu wamefungwa, afya zinaleta mgogoro. Watu wanakunywa maji yasiyo salama, alafu wakiugua wana mahali pa kwenda. Nataka nikwambie sasa, hayo mambo yote Bwana anayaleta. Ndio kazi ya Yesu Kristo. Unapopanda madhabahu namna hii, Yesu analeta hayo mahitaji kwa jina la Yesu Kristo. Ngoja niwaambie ushuhuda kidogo. Ushuhuda kidogo. Mimi mji ambao nimeweka kanisa la Bwana ni mji katikati ya Dodoma kabisa. Yaani ukitoka tu hicho cha hilo mnakiona hivi, alafu mimi niko pembeni yake hapo. Lakini maji ilikuwa tatizo. Nimebeba maji mchungaji, mpaka nikaonekana mimi kama ni shujaa fulani hivi nayepiga nondo. Nikakomaa, maana tuchukua maji umbali mrefu. Nikamwambia Bwana, hii haipendezi. Umenitoa sehemu ya maji mengi, ilikuwa nikiamka tunagusa hivi kwenye bomba napata. Kwa nini sasa naenda umbali mrefu kwenda kutafuta maji? Nikaanza kuomba, nikamwambia Mungu, kwa sababu umenileta hapa una kusudi. Mimi ndiye niliyebeba kusudi lako. Haijalishi kwamba kuna wachungaji wengine au hakuna, lakini mimi nasema kwamba nimebeba habari njema ya kuleta maji kwenye mji. Nisikize vitu hivyo, nanunua maji ndoo mpaka 250. Ikafika sehemu nyingine akaanza maji 500. Kwa sababu nini? Ameona hakuna maji, anauza atakavyo. Tulivyomuomba Bwana, leo inavyoongea na wewe, maji yamechimbwa kila kona. Walikuwa wanasema eti njuu hakuna maji, eti njuu hakuna maji, eti njuu hakuna maji. Lakini hata nilikwambia siku hizi kila gari kuchimba maji, ikija ikichimba inapata maji. Haleluya, haleluya! Kila gari inayoleta kuja kuchimba maji, wakichimba wanapata maji. Sasa hivi wale walio na bomba zao za maji ya sasa hivi wamefunga bomba zao, maana watu wamechimba maji kutoka chini. Na mimi nataka niwaambie, huyu Mungu wa mbinguni ataleta maji kutoka chini, yatakuja juu kwa ajili ya mahitaji ya watu. Yesu aliye. Haleluya! Umefungwa tu. Eti dada, familia hii tunaifunga kwa sababu wanajifanya kwamba yeye ndo amezaa mabinti sana, mabinti sana, eti yeye ndo amezaa mabinti, alafu mabinti wazuri. Sasa tunasema kwamba hawaolewi, eti hawaolewi. Kama wakitaka wakifika umri wa kuolewa wanachukuliwa tu hivyo. Haleluya! Hicho kifungo ninakiondoa kwako kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Mataoleo kwa jina la Yesu. Hiyo zuia ninalikata na kuliondoa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Ngoja tumuone. Hautaolewa kabisa. Unajisikia eti na huo weupe wako, alafu na yeye anajiona ni Chelsea Mangala, alafu anajiona mzuri. Ngoja tuone. Bwana anasema hivi, anawapenda wote wampendao, na alikuja kwa walioonewa ili waondolee mzigo. Alikuja kwa walioonewa. Kila familia iliyoonewa tunaifungua kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio.
Nisikilize, eti vijana wako wanajifanya umezaa vijana wa kiume, alafu wewe ndo najiona ndo mjanja sana. Tutaona sasa, wataishia kuchunga ng'ombe. Haleluya! Mambo anayowaambia nisikilize vizuri, usifikiri naongea kufurahisha watu. Ninaongea maana Bwana na mzigo ameuona kwenye mtu, na ndio kazi ya madhabahu hii Bwana ameileta, ili mambo haya yatafungua kwa swali haya. Haleluya, haleluya. Mimi nawajua vijana fulani, wakitoka huku udogoni huku, wako vizuri kweli kweli, wanachangamka na kazi zao, wanachangamka na shule, wanachangamka. Ikifika wakati wa kuoa tu, unashangaa kijana anaanza bangi, anaanza kuvuta sigara, unashangaa anaanza kuwa mlevi na milungi. Siku hizi ngoja niwaambie balaa lililokuja duniani. Zamani tulizoea kuona wazee wanakula ugoro, siku hizi vijana wanakula ugoro. Vijana wa kiume wanakula ugoro. Ule tuliokuwa wazee wanachukua wanakula, siku hizi wanakula vijana. Hilo pepo la ugoro linawaachia vijana kwenye mtu kwa jina la Yesu, na hiyo milungi inawaachia kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kijana unatakiwa usome, hata kama hujasoma uoe, uwe na familia yako, usaidie wazazi wako. Hata mama akikuangalia namna hii anasema kweli, Mungu umenibariki, umenipa kijana ananiangalia. Sio kijana mama anaugua pale nyumbani, alafu wewe hauna mpango, unakuja kuambia tu mama yako alikuwa anaumwa mpaka ameumwa mpaka amepona mwenyewe, kumbe bado hajapona. Alafu na wewe upo kijana na mama amekuzaa, amekulea kwa uchungu, alafu hauna uchungu. Haleluya, haleluya. Nataka niwaambie, kama shetani akikamata maisha ya vijana, maana yake ameharibu taifa, ameharibu mji, ameharibu kanisa, ameharibu familia. Nani atawatetea? Yesu Kristo ni mtetezi wetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Natangaza kwa jina la Yesu aliye hai, hilo pepo la ugoro na milungi na bangi na sigara na ulevi uliopindukia liondoke kwenye malango ya nyumba yako na nyumba yako mama, baba, kwa jina la Yesu Kristo aliye. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimalize na jambo hili. Simama kwa miguu, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Haleluya. Amuelewe Kiswahili, niongee kinyumbani niongee kinyumbani. Oh my Lord, my God. Oh my sister, my mom, may you stand up please. Hallelujah. May you stand up please. Oh, hallelujah. Hicho ni kinyumbani kwetu. Semaje? Ukisema kwamba eti kusema simama kinyumbani nasemaje? Nukaje. Tena hawajasikia tena. Ninuikaje. Hivyo. Haleluya. 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 Nataka tufanye jambo la imani hapa. Pale ulipofanya hivi. Ndio, hata kama ni kijana, wewe ninajua ni msafi, wewe shika TV. Nisaidie tu, kama umekuja kwenye mkutano huu, usiwe mtazamaji, wewe shika TV. Haleluya. Shika TV. Haleluya. Kila mmoja wetu usiwe mpinzani. Yesu ni Bwana. Ukimpinga Yesu leo na wewe kesho utapingwa. Shika tu namna. Inajua wewe ni msafi sana, unaoga ndio. Rafiki zangu vipi? Umekuja kushangaa? Umeshika Yes, good. Asante sana. Asante sana. Wewe shika tu namna hii. Haleluya. Haleluya. Umeshika ardhi unayokaa wewe mwenyewe. Amen. Amen. Haleluya. Inyanyue juu namna hii. Usiona hivi. Inyanyue tu namna hii ardhi hii. Nataka tuibariki kwa jina la Bwana. Uchumi utatokea hapa. Kila mahitaji yetu yatatokea hapa. Maji yatatokea hapa. Utashangaa, utaona.
bustani yako itakapokuwa na stawi, mashamba yako yatakapokuwa na stawi, utashangaa utakapovuna kwa jina la Yesu. Kila kilichokuwa kimezuiwa na waganga na wachawi na walozi na maajenti wa kila kuzimu, wote wanaenda kuongaa kushindwa. Sema kwa jina la Yesu. Sema ninayo ardhi hii ya kichwa cha tembo, ninayo ardhi hii mkononi mwa Bwana, ninaimwagia damu ya Yesu. Sema naimwagia damu ya Yesu, naimwagia damu ya Yesu, naimwagia damu ya Yesu. Inafanya ondoleo la dhambi, la mikosi, la balaa, la njaa, la kutokustawi mimea na mazao kwa jina la Yesu. Sema naondoa magonjwa kwenye ardhi hii kwa jina la Yesu. Sema naondoa uganga, sema naondoa uchawi kwenye ardhi hii kwa jina la Yesu. Sema navunja malango ya giza kwenye ardhi hii kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tangu sasa wewe ardhi ya kichwa cha tembo umebarikiwa kwa jina la Yesu. Magonjwa hayatakuwa kwako, magonjwa ya kutisha kwa jina la Yesu. Bala la njaa hatakuwa kwako kwa jina la Yesu. Mafuriko yaliyobeba mauti hayatakuwa kwako kwa jina la Yesu. Ninaifungua ardhi hii kwa jina la Yesu, na injili ya Bwana na neno la Bwana na jina la Bwana litatawala kwenye ardhi hii kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Haleluya! Haleluya, 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 haleluya. Sema tumepona kwa jina la Yesu. Sema tumepona kwa jina la Yesu. Sema tumepona kwa jina la Yesu. Sema tumepona kwa jina la Yesu ali hai.